kila kitu ilienda poa. But sasa hapa kwa kulipa. Mimi Gor Mahia sikufaa kufika hapo na Gor. Okay. Sawa. Sikufaa kufika hapo na Gor. Lakini madhara usipoa kwa hii maisha. Okay. Hivyo ndo Odijo ndo sasa Odijo kina Solo ndo sasa wamenisaidia sasa kubuild sasa hiyo confidence na hii world nyingine sasa hii ya semi pro. Okay. Hiyo kutulia nini. Ma situation. Hapo ndo sasa unajuaga kucheck. Kucheck unafaa kusha check. Kucheck mtu anajua kwa mtu, lakini time ya kucheck unafaa kujua sasa ukifika hiyo stage ya Odijo sasa. Hiyo sasa Odijo sasa vile alikuwa anatuonyesha. Drills za Odijo yani bado na mtambua. Okay. Anajua. Ndio time mpata ametoka KCB. Ile kiko namba 3. Haiko ageswa. Odijo anajua. Vijana wengi wamepita kwa mkono yake. Ukipata mtu mwingine anapita kwa mkono Odijo atakwambia. Wazi. Odijo anajua. Top. Mungu amjalie tu vitu zikuwepo. Amen. Mungu amjalie. Mimi namuombea sana. Ndio kocha akikuita mahali. Vitu zika change. Odijo ndo alifanya nikaana my first salary. Nini Moroni? Agrochemical. Okay. Siku za Olympics sikuwa nalipwa. Niliingia agrochemical napigwa 20k. Hello. Agro niliingia nikiwa nalipwa 15k. Tuka negotiate nikirenew. Ikaongezeka. Nilisign 1 year. Ikaongezeka nikafika 20. Nitoka ni chan 20. Ukaingia kwa Dagala. Nikaingia kwa Dagala. Nimekwambia hiyo friendly. Tulikuwa tunafanya Moroni kazi mpaka coach Bari alikuwa anatuambiaga nyinyi lakini nyinyi. Mmenipa mazoezi. Baraza sasa yako Tanzania. Sasa hapo ndo Baraza akanivuta tena. Kaingia huko. Njoo tusaidie huko. Hapo ndo sasa nikaingia Kenya Premier League. Okay. 2015. 2015 ndio umeingia. Nimeingia Kenya Premier League sasa. Lakini hukukaa sana. Ulikaa season 2. Ngapi? Moroni ulikaa season ngapi Moroni? 1.5. Ulikuwa 1.5. Ndio Ambrose akakutafuta. Nikakuja Gor sasa. Okay. Wellington kumekuwa na challenge za home na nini. But nikianza show nimesema we celebrate you. Wewe uko na trophies ngapi? Umebeba Kenya Premier League mara ngapi? Kabla tubebe 1. Ilikuwa inakaa ni kama ni ngumu. Ilikuwa inakaa ni kama ni ngumu. Sasa hiyo nikitoka sasa Gor. But before ni bebe Gor, nilikuwa captain nikikuja Gor. Okay. Sio ndio medal wangu hadi leo. Nikikuja Gor nilikuwa captain. Top 8. Na Moroni. Okay. Sasa singeweza cheza. Moroni ni wakiendelea. Hata mimi ndo nilifunga hiyo bao ile wapeleka next stage. Ndio wakaenda kukutana na Gor. Mimi nilipatanisha kuja Gor. So singeenda kucheza. Okay. Niko captain. Ndio hiyo window sasa. Gor alipiga signing on fee? Gor. Gor walinijenga. Vizuri. Gor walinipea hatukuvutana. But ilikuwa transfer haikuwa rahisi juu ya contract yangu. Bado ilikuwa na run Moroni. So mimi nilikuwa na say sana ilikuwa ni nani? Adagala. But hiyo transfer haikuwa rahisi. Juu kuna time mpaka nilimwambia mimi nimeacha ball. Okay. Before nikuje Gor nilikuwa niende na Komata. Tena pale Go TV pale Kisumu. Ule mzungu ule siwezi msahau. Ule Mtaliano ule malikonga na Komata. Ule Mtaliano ndo alinitaja wa kwanza. Kumbe Gor pia walikuwa wananifuatilia hiyo time. Okay.
So nikikuja hivi Nairobi nilikaa kama 2 months. Nikikuja Nairobi ilikuwa I think ilikuwa ni window. So hiyo window nikaambia Dagala na Komat wanaikadili kwa meza. Dagala akaleta mambo mingi. Hadi Dili na Komat iliruka. Sasa hiyo harakati ndio Goro wakafanya nini? Wakakuja. Waka come in wakisikia Dili na Komat imeruka. Sasa Goro wakataga along. Sasa hao ndo wakakuwa nani? Wananisaidia. Hata nilikuwa yote mimi Goro nilikuwa nilipia di rent. Goro alikuwa ashaanza kulipa na hoja sign bado. Nilikuwa nalipiwa rent. Nakaa hata pesa ya kukula nilikuwa napewa. Nikamwambia Dagala hiyo contract nilikwambia mimi nimeenda shule nilikutumia barua. According to vile contract inasema kuna mahali inasema mimi niko na say na wewe pia kuna mahali inasema uko na say. Sasa vile tumekata hakuna uelewano itabaki yangu ibaki jumia yangu ni written. Mzee akaona namlemea. Ilikuwa imebakisha hiyo month ilikuwa ikiisha. Hiyo ni sasa niliita tuka negotiate. Hiyo month ilikuwa ikiisha nilikuwa naenda kwa free agent. Nilikuwa nikikaa 3 months bila kulipwa na kwa free agent. Sasa mambo ya contract si ati mimi ni mgeni nayo. Juu ule mzee wa Kisumu Youth Olympic ule mzee alinifunza vitu mingi. Na yeye ndo alifanya sasa world yangu ya football ile kwa rahisi juu ya nini kujua vitu, kujua rights zako. Kujua rights zako. James already anga alitufunza mpaka kujua right yako. Mtu asikutumie vibaya. So contract ile nilipewa nilisoma, nikapeana the next part akasoma akanisaidia, nikaelewa nikaambia Dagala contract yangu nikimaliza 3 months na kuwa free agent. Na nikaandika kwa barua. So mimi nilikuwa nangoja tu siku ziishe. Niwe free agent, ni sign pre-contract na Gor. Sasa ligi ilishaanza. Ile window ilikuwa imepita. Unajua Dagala aliniwahi before ishe. Tuka negotiate akaniongeza salary. From 25k to 50k. Dagala. Akaongeza 50%. 50k. Ni 100. 25k to 50 akaongeza 100%. Nikafika 50k. Ile nilikuwa nataka. Nilimwambia na Komat wananipiga 55. Sasa nilikuwa nalipwa hiyo 25. Akaniambia ile pesa ulisema na kupea. Nikamuuliza unanipea? Andika. Weka kwa paper. Andika. On paper iko sawa. Ni sawa. Nikamwambia huku niko na madeni. Unajua ukinilipa. Niweke. Ding ding nishakuwekea kesho ingia tizi. Alieka. Niko Nairobi kufika huko akanimalizia. Aliniwekea nusu ile pesa sikuwa nimelipwa. Madeni zako. Nika travel akaenda akanimalizia. Jusi mpaka aona hizo siku hajanilipa. Siku ndo tunaenda sasa tuna negotiate. Akanilipa nika travel nikaenda. Kufika kaingia hawako wamesaini hii mtu kwangu unaona. So bado kulikuwa na gap pia hapo. Ndio ilikuwa inafanya mpaka nirudi. Juu kidogo hadi injuries zimeingia. So mimi nilirudi Moroni kama tuseme hii wiki. Weekend niko kwa team kwa kikosi. Nikaingia ikapata Gor wamechange coach. Si yule kocha aliniona. Zimaria amekam. Sasa unaona hapo pia ningekaa nje ingekuwa ni ngumu. Ingekuwa ngumu tena kwa sababu sasa ingekuwa tena coach lazima kuwe reintroduced kwako. Sasa tena niko trials Gor. Mambo tu ya Mungu tu. Wallahi. Vitu zinafollow. Sasa ikachezwa nikapiga fixed yetu na Gor. Hiyo season before before story ya Gor ilipata ni ile tuliendaga tukamaliza number 3.
Hiyo sasa ndio hii season yenye sana kuja Gor. Hiyo tumalizika number 3. Moroni Youth ni ile time ikiwa na kina Osama. No captain bwana. Captain fullback. Bas. Sasa mtu akimwona yisema alikuwa anaipaka, sasa amejaja sasa hivi daktari. Kuna time Nairobi United. Naambia vijana bwana, ni captain wangu, vijana wanacheke. Hao alikuwa anamkumbuka sana. Ngombe nyinyi hamjui Mofati. Nakumbuka nilimuona. Naona juu Mofati. Hii football ya Kenya hii kuna mali mpaka Osama taji. Namkumbuka sana. So hiyo sasa nimerudi Moroni. Prodigal sana nimerudi. Tumeipaka. Vitu zina flow. Fixe tu na Gor. Ndio tulikutana na Gor mara 2. Ilikuwa cup na league. Hiyo harakati tu ya Zimaria. Kumbe Zimaria aliniona tena. Okay. Kisumu niliwafanyia kazi. Niliwafanyia kazi. Waliwapumulia vile nafaa. Niliwafanyia kazi. Hiyo fullback. Nilifika Wafula. Sasa unajua nikisha kuja Gor. Ni sasa ule trainer. Unamkumbuka ule mjamaa alikuwa anasumbua ule Sandro. Ule Onyango, ule Kipara. Namkumbuka. Bas, sasa ameanza kunipigia story ati vile sasa walikuwa wananiona hii side nyingine. Anasema wamepata mdanadili na Wafula. Mjamaa kooni. Alafu wanapenda umauru kidogo. Umauru unamaliza mzae. Mzae anapenda umauru. Wewe unaona vile alikuwa anabia. Nakumbuka achana na Sandro bana. Sasa Zimaria ni akili umauru zote una combine. Sasa ndio hapo. Kumbe wao jamaa kaniona hapo. Na huko nyuma si already hao walikuwa wananishughulikia hadi niliwaachaga tu hangi. Nikiwaambia mimi narudi, jamaa ameongea. Wakaniambia wewe rudi tu. Mimi ndio itafunguliwa tutarudi kwa meza. Nikarudi. Kidogo tena mimi ndio ligi inaenda kuisha hivi. Nishapata tena Gor tena wamerudi kwa table. Wananitaja. Mimi niko sijui wapi huko. Nakutana na mtandao kila mahali Wellington to Gor Mahia. Rada. Alafu sasa ni ile nilitoka. Nimetoka kama nimezima data. Kaingia grao. Nikamaliza tizi. Simu hata sijaangalia. Nimeangalia tu ma missed call, nikapata missed call mingi nikashanga noma ni gani. Kurudi tu mtaa hivi. Juu nilipigiwa. Sasa ile simu nilipigiwa naambiwa niende Tao. Kumbe niende kwenda kusikiza na watu wa Gor. Tao. Si hapa sana Nairobi. Siliki ilisha nikarudi. Kakame. Wanakutaka kwa ofisi. Nikauliza Dagala, kwani mshaongea? Tushaongea. Juu walimwongeleshaga ya kwanza akawasumbua. Sasa wakaongea, sienda alikuwa na sei. Gor walimmalizia yake. Akanimalizia yangu, tukakaa chini tukaongea na Rachir, kila kitu ikaisha kwa meza. Kaja. Nikavuka. Hivyo. Ulienjoy mzae alifilaje kuchezea Gor Mahia? Mzae unajua kutoka tu ile nikianzaga ile story ya shule. Mzae ni kama alikuwa amepumua. Yaani alikuwa ameona ni kama ashanipitisha hiyo bridge. Okay. Unaona? Nataka tu kuwatch mtoto wake acheze ball. Sasa yani alishanipitisha hiyo bridge, sasa akaamua sasa wewe enda. Sasa ananiulizaka kunaendaje. Okay. Anakuja naona game ananiambia sasa hii unafaa kufanya hii na hii na hii. Kuna moments zingine unafaa kufanya hii na hii na hii. Mzee unajua akikuja grao watu walikuwa goma juu. Okay. Jamaa mmoja chini ya maji. Ametulia tu. Anda nakaa na mafano huko mahali hata mtu hawezi expect anakaa. Akai na mabeste yake. Mzee complicated. Labda anataka story. Anataka kuconcentrate. Anataka concentrate kuangalia. Angalie vizuri. Sasa after game ndo utasikia unapewa kila kitu kwa simu. Alafu advantage situlingia na Zimaria, alafu unajua Zimaria alikuwa amenyoosha hiyo ofisi hivi. Alikuwa akisema ni hivi tunaenda hivi. Hivi tunaenda hivi. Unaona? Zimaria
akatuweka kwa system ule mjamaa. Hapo ndo nilijua kuna professionalism kwa football. Zimaria alituweka design yenye hadi recovery yako wewe mwenyewe haikusumbui. Wewe mwenyewe like ukuna unajipata tu kesho tu uko na energy. Okay. Unaona? Vile una train, vile unakuwa handled, vile vitu zina run kwa management. Ilikuwa top. Jamaa alikuwa ni top coach. Hakushinda ligi lakini alituacha ametuprepare kushinda. Hiyo alituambia hata siku ya mwisho you are going to win the league. Alituacha tukiwa number 1. Alitoka mid season. Akatuambia mnaenda kubeba ligi. Ndio sitakuwa alipata deal ya Tirana alafu tena nilipata apendi akiagree na mtu alafu hai happen. Na change. Anapenda vitu ziende hivi. Apendi. Sasa hizo vitu zilishaanza kukua mingi. Kulishaanza kukwambaka na strike kwa timu. Watu wamegoma. Unaona? So Zimaria kwa anapenda hizo vitu. So aliona anataka kukosana na watu. So aliona kusikue na hiyo atajitoe. Ndio akapata ile deal ya Tirana. But mali mzee alituacha. Tulishindaga ile kuna hii community shield. Inachezaga before league hiyo ndo tulishindaga na yeye. Alafu ndio hiyo Moroni ilitufungaga. Hiyo ndo cup na kuambia Moroni ilishinda. Sijaendea medali yangu hiyo. Nikiwa Moroni mimi nilikuwa captain. So hiyo na inaitwaje? I think hiyo ndo trophy tulishinda na zile sasa za Tanzania zile za SportPesa. Hizo za SportPesa naye tulishinda naye juu tulizishinda kama zote. SportPesa cup na kumbuka. Tukacheza mpaka na Everton na yeye. Everton alikuwa. Everton alikuwa umewaka. But Everton tulichezea Tanzania ndo alikuwa. Ya huko hapo. Ya huko kwao. Mlienda alikuwa shatoka. Alikuwa shaenda. TZ ulikuwa vizuri. TZ hata kwanza nilicheza stop. Nakumbuka. Nakumbuka. Ulifikiaje kucheza Rooney ndio huyu? Wewe ni fan wa Manchester, right? Mimi? Hapana. Wewe ni fan wa timu gani? Never walk alone. Liverpool. Tuongelee baadaye. Mbona nisiongelee? Ilikuwa Manchester ilikuwa tuongelee. Mimi hata si wa Manchester. Mimi si wa Manchester, mimi ni champion. Watu Arsenal lakini atushasema mimi ni champion. Mimi ni champion. Mimi ni champion ama? Nani Arsenal? Nimesema mimi ni champion. Usitaje jina. Congratulations. Asante. Champion anapewa maua yake. Au sio? Najua timu yangu. Kila mtu ana time yake. Timu yangu najua ipendi nikisema hivyo mimi ni champion. Kwa maana sitaki niume sana nikiwaambia mimi ni wa Gor Mahia tulishinda. Umesikia? Niambia how did it feel, experience gani kucheza against Everton? Na wewe unacheza last man. Wewe nakwambia hiyo kwanza unajua ndio ikuje hivyo. Before hata hiyo experience. Unajua tuliwekwa kwa tournament. Ndio mshinde tournament. Ndio mpate chance ya kucheza na wale majamaa. Sasa ile ndio ilikuwa final. Unaona? But hapa nyuma hii preparation ndio tufike huko. Nimekwambia Zimaria alikuwa amepanga kila kitu poa. Okay. Vitu zilikuwa zinaenda tu. Hata tulicheza na wale majamaa vitu zilikuwa zimepangwa poa na hizi qualifications ndio tuende tucheze na Everton. Tulicheza na wale watu wako kwa national team. Unaona hiyo time? Watu wako kwa national team ndio walicheza juu. Ilipata ni international break. Okay. Hiyo time hiyo tona hiyo 1 week. Tulicheza Tanzania. Hata yeye alikuja kama kesho final. Ndio alikuwa amerudi kutoka break yake. Na ilibidi arudi haraka juu tulifika final. But tulikuwa na hao wengine ni yeye tu alienda. Omzae before hata tufike Everton, Omzae nilifika Gor. Nikafika session. Tizi. Ya jamaa.
kuna vitu nilipata sikuwa nazo bado. Kwa mzae alituweka like unafanya vitu professional anafaa kufanya. Kwa mzae ataki kucontrol ball dead Mike. Wewe imagine wewe ni fullback na uweze control ball dead. Hiyo ni situation gani na pressure yenye inakujaga na offensive? Yani situlie. Ball yako ikikuja ukipasiwa hiyo ball inafaa kuwa ina roll mbele like side mbele ama nyuma lakini not dead. Sasa first touch inafaa kuwa ina move. First touch inafaa. Mali ita move ni wewe. Ndio upate hii. Mike tulipiga hii kitu karibu. Unaona like defense tulikuwa tunaipiga kama like si ligi ilikuwa inaendelea. But ni kitu inafaa professional inafaa kufanyika pre-season. Tulipiga mpaka in season ndio tuishike. Na inapigwa na wale wenye wanaanzaga na wale wenye waanzi. Sasa jamaa ndio tulikuja tukagundua jamaa anafanya nini, anainstill nini philosophy yake kwetu. Philosophy ndio ilifanya hiyo time mafano walikuwa wanalia tunapiga tu na tufungi. Kuna time tulipiga draw karibu 10. Zilikuwa 9. Wakati tumechoka na draw. Kisumu. Sisi sawa waliambia tumechoka na hizo draw. But ilikuwa ni nini? Hii kitu ilikuwa ijaingiana bado. Juu alianza na defense na jagol. Akaipeleka kwa midfield, alafu akaimaliza na attack. So imagine ana work na the whole team watu almost 30. Waelewe hii kitu moja. Vile hii bole inafaa kumove day. Alituprepare ndio nimekuambia ndio kuja tucheze na Everton. Kuna vitu mingi tulikuwa tuko prepared for. Unaona hata hiyo game hiyo game hype ilikuwa nje lakini na pale ndani zilikuwa ni vitu mbili tofauti. Maiko mjamaa na shout unasikia kupiga mtu kelele. Zimaria siku ya game wave online. Kwa game ya alishamaliza kazi yake kwa zoezi. Siku ya game anasimama kwa line anaangalia. Anaangalia. Anauliza what is he doing? Anaenda tu na move tu yani tu anaflow tu na ball lakini utapata ana shout si press pale mimi mostly nilicheza nilikuwa nacheza full back hapa kando unajua alikuwa ananiambia nini delay hivyo ndo na coach unasikia delay now hivyo huwezi msikia mambo mingi. Huyu jamaa ni top coach. Kwa watu nimepitia kwa mkono zao. Ule number 1. Zimaria number 1. Okay. Total football. Total football. Mimi hata kucross nilikuwa nadhani najua kucross ball. Huyu jamaa alinifundisha kucross ball. Nataka kucross ball kama 15. Tulikuwa tuna session tu ya hizo vitu. Yeye alikuwa na breakdown session yake mpaka kuna session tu ya kukuja kufanya nini? Watu wa crossing na watu wa finishing. So sisi tuna cross lakini kuna watu wa finishing ma strike. So finishing ya ma strike ni sisi tunafanya ma full backs na ma offensive. Hapa tuna train ku cross. Both dead na rolling ball. Nimekuambia tumeanzia kwa passing tunafika mpaka kwa crossing. Zimaria litoka. Tulishinda league mara 4 kifuatana. Mazee. Na makocha tofauti. Sawa. Depth ni ile. Depth ni ile mpaka kuna time watu walikuwa wanaitwa wakulima, sijui kama unaweza kumbuka. Kulikuwa na timu mbili. Kulikuwa na watu walikuwa wanacheza Champions League na kuna wakulima. Wakulima sana wale wenye wapati hizo ma minutes mob. But wanacheza league watu wako on. Unapata hata mtu alicheza Champions League unapata kama ni
Boni, labda na watu wengine. Na hapo ndo sasa mimi unajua mimi nimeingia Gor 2016. I think game yangu ya kwanza ilikuwa ni Go TV. Go TV nilicheza fullback. Ndio nilikuwa Go TV, Mozart Cup ilikuwa Go TV. Alafu ligi nilicheza nitwaje? Sony. Shakava alikuwa amejaza yellow. Okay. Nilicheza Sony stopper. Hivyo. Debut yangu nikipiga sasa ligi nilichezea Sony. Awendo. Fullback nilikuwa na Karim Zigimana. Mate. Namshukuru sana amenisaidia. Kompe ilikuwa kwa juu. Competitor wangu lakini bado ananisaidia. Ni competition healthy. Kaka, mimi nikifika pale mimi nafanya hivi. Kaka, wewe kitu unanilemea ni hii na hii. Kaka, mimi kitu nakulemea ni hii na hii. Karim ako wazi. Hadi wa leo sisi huongea. Walusimbi? Same. Abu? Same. Nice. Niko na kina Luke. Bado tunaongea tu hadi wa leo. Though sisi si teammates but ubesha ilibaki. Tulikuwa like hiyo vile tulikuwa tunasaidiana. Hadi wa leo kwa maisha bado tunaweza saidiana. Haikuwa tu ni football pekee. Cause alikuwa ananisaidia nikuwa better player. Sasa siwezi sahau kitu kama hiyo. True. But wewe jua nikitoka Moroni mimi nilikuwa najiona ni kama naweza. Wewe uko complete. Ukafika Gor ukapata levels tofauti. Nikapoeshwa kidogo. Mambo tulia. Hapa mambo ni tofauti. But sasa vijana wa sasa hii niko na issue moja nao na hii kitu. Vijana wa sasa hii wote wanataka kuanza na mpira unacheza na watu 11. Okay. Nilikaa, si nikwambia nimecheza hiyo game ya Go TV. Nikacheza hiyo game ya Sony na Chemo. Hiyo season ikaisha, sikucheza game nyingine. Sikucheza game Go TV, nilicheza game 3. Sikucheza game nyingine 2016. Kijana si angetaka kutoka kwa timu. Na kweli. Angevumilia. Na train daily. Sikuwa iruka tizi. Daily ni kama naanza weekend. Sijaanza weekend imeisha tena next week tena same. Hauko. Siko but niko ready. Mzungu alishinda akiniambia your time will come. Hauchezi ndio lakini anashughulika na wenye wanachezi kushinda wenye wanacheza. Ndio anasema timu iko nje. Okay. So tukapiga Zimaria akatoka. Dylan Carr akakuja. Unakumbuka Dylan Carr? Akakuja. Mjamaa ni mjanja. Ni mjanja sana na mheshimu. Mjamaa kitalifanya hakuinterfere na system ilikuwa. Hakuinterfere na. Aliendeleza hiyo kitu vile ilikuwa inaendelea hiyo. Sasa alishinda ligi mbili. Hapo hivyo. Alishinda ligi mbili. But mashida ndio lisimtoa. Simpata Sport Pesa ilijitoa. Sasa mashida zikaanza kutulemea. Hiyo shida ndio pia zilikutoa. Mimi nilivumilia, mimi nilikaa. Mimi hata si ndio hapo ndio hizo stories za basi zinatokea zote. Basi tutaongelea wewe basi tuliuza lakini ndio nakuambia mastori za basi zinatokea hapo juu. But ulitokanga ukaenda. Hii time tunateseka tulikuwa tunakula nini? Sport Pesa wamejitoa. Okay. Mzae. Mungu amlaze tu. Mimi sijaamini Raila alikufa tu. Hiyo kitu unaonaga watu wakiposti na ni hit. Juzi ndio na Morris aliweka hiyo aliongelelea hiyo story juzi. Morris Ogeta sijui kama uliona Gor wakipeleka cup. Akisema vile walikuwa wanatuletea do. Watu wanasema Raila ni mstinji. Mtu akisemeka kitu kama hiyo mimi umkataza. Hatukuwa tunalipwa na handouts.
lakini tuko na contract zina run. Sijui kama wengine walikuwa wanalipwa, lakini mimi ndio nilikuwa napata, ilikuwa ni handouts 20k 30k. Sio siku sign hiyo kwa contract. Nilikuwa tunaambiwa yani ya kujishikilia. Hizo pesa zilikuwa zinatoka kwa Raila. Ndio ile Morris alikonfirm. Kweli. Mimi mmoja wenye Raila amenilisha 2 years. 2 years. Sigoro imekuja kupata sponsor after COVID. Yeah. Betsy. Unakumbuka Betsy? Betsy tunaikumbuka. Si hapo ndo sasa video zikarudi poa. Hiyo time yote tukiteseka ni Betsy ndio ilikuja ikatuokoa. Lakini na yote time yote salary zilikuwa ziko wapi? Ziko on hold. Ziko ngumu. Mzai tu. Rachir Raila. Ndio mambo iende. Acha gwamba lale bwana. Mjamaa anakuwa kwa roho yangu wewe. Na naweza kubali kwa sababu hata DP yako ya WhatsApp ni yeye. Mzae. Mzae ni yeye nafanya kata na kwa emotional. Mzae hapana. Tungekuwa watu wanasema huku nje wachezaji wa Gor wanateseka. Lakini alificha hiyo aibu. Alitufichia aibu ndugu yangu. Mike alitufichia aibu. Nilikuwa nakaa nyumba ya 40k. Lakini sikuwa ikosa kulipa rent ya mjamaa. Nilikuwa naweza mlipa late but namlipa. Yaani rawa na amua tu anashuka. Tumesikia Morris alikuwa anasema anatokea na Duganji. Si tumeenda game. Hizo ndo time ulikuwa unasikia hatuja train. But tumeenda game. Na tumepiga mtu 4. Mzali wako watu. Ni kwa nini? Kuna kitu moja Zimaria, unajua story ya kugoma ilianzaga na Zimaria. Zimaria ndo alisemaga akawaambia they are okay. Body. They can run. But they're not okay where? Mentally. So let them stay at home. They will perform on the weekend. I don't want to bring people in training who are complaining of food and transport. Let them stay at home. Okay. Sisi hatukuwa tunagoma. Zimaria alikuwa anatoa hiyo amri. Okay. Kaeni nyumbani. Okay. Umesikia? Captain, have they sent you money? No, stay at home. Coach. Hiyo timu ya Zimaria ndio iliendelea hivyo na wao captain wake Musa Mohamed. Hata time ya Dylan Ka bado Musa ndiye alikuwa captain. Sawa. Na ilikuwa gani hivyo? Amjalipwa kaeni tu nyumbani. Tulibeba ligi bila hata winning allowance moja. Okay. Tukabeba ligi tena bila winning allowance nyingine. Na mashida tu. Okay. Ligi zangu 2 nimebeba na mashine. Mzee. Mtatu tunakuita star lakini star kuna kitu. Sasa ndio sasa naona hiyo ndio unasema sasa hiyo. Ndio inabidi sasa unaingia grao unapambana na wale majamaa. Ndio Raila pia kwa motivated. Kweli. Unaona? Ndio hata mtu mwingine kama anaitwa aje? Sikiza amepotea Akuba. Huyo wa Homa Bay. Anaitwa hiyo ni Akuba ni nickname yake. Alikuwa deputy patron hiyo time. Sikumbuki real name yake. Barakuba namkumbuka. Huyo na Raila. Hao ndo majamaa walikuwa wanakuwa motivated na results. Unaona tukibeba ligi ulikuwa unaona wanatokea. Kini watu hawajui nini wamefanya nyuma kupazia. Hawajui. Okay. Hawajui. Kuna vitu mingi watu walikuwa hawajui. So ulitoka Gor, contract yako ndio imeisha ndio ukaenda Tusker?
COVID ili happen. COVID iki happen, nilikuwa nimeumia tukicheza CAF. Kongo. Na nitoa DC Motema. Tukichezea Kongo ilikuwa ni CAF. Hiyo tulikuwa tukishinda hiyo round. Tunaenda group stage. Niliumia Kongo. Nikaumia Kongo. Tuko na Steven Pollack. Wondo mlamamisho nimekuwa na Igor. Assistant wake alikuwa coach Pato. So before huyu coach vitu mingi zilikuwa zina happen. Hizo vitu zilisha happen. Sasa hii tunakuwa tu wazi tunasema. Mimi kuna time nimewachwa kwa kikosi. Watu wanaenda Sikafa. Kumbe mchezaji ameletwa hapa, mchezaji ana passport. Na Sikafa ni Rwanda. Wasema player ametoka from nowhere? Si ameletwa tu na coach. Yes, hii story ya Gori, unajua time ya Zimaria walikuwa wana sign watu wawili tu. Hiyo kitu iliendaga ikaisha. Hii sijui window ilifunguliwa, Gori imesign watu 9. Iliendaga ikaisha. Zimaria alimalizaga hiyo kitu. Mimi nikiingia Gori tulisign watu wawili. Season next ikakuwa ni Philemon na Muguna. Na endo season Zimaria alitoka. Na alikuwa nataka na Mieno na kupata Mieno. Mimi niliingia mimi na Baron Okech. Hivyo ndo huyo mzali akaga hiyo kitu. Time ya Dylan Carr pia ilikuwa ni kidogo. But sasa hii after Carr kukakuwa na Octay na Pollack. System ilirudi to normal. Unaona? Na hiyo ndo kitu ilikuwa inafanya nini? Tulikuwa na hiyo continuation. Ndio ulikuwa unaona tulikuwa tunaweza perform hivyo. Timu ilikuwa ni ile. Unaona? Hii ya kina Muguna ilikuwa ni Muguna na Ndirangu. Kama Ndirangu ameingia time ya Carr, sikushua. Softy. So mimi ndio sasa nikuje nitoke. Hizi vitu zilikuwa ziko nishapambana nazo huku nyuma. Sasa ikafika hii time yenye wanaleta hii story tena kwa meza. Nikasema acha niachilie. Simekwambia imefika tunaenda game Tanzania. Rwanda. Naambiwa siko kwa kikosi. Mimi nikaenda home. Ni normal. Wacha mwingine anacheza. Watu washafika airport. Napigiwa huyo. Kwa wapi? Jo. Nani kupigia sasa? TM. Kitu nanisaidia nilikuwa nakaa karibu na airport. Kachukua bag. Sasa mbona umeambiwa huko kwa kikosi tena unapigiwa simu ati njoo? Mwenye alikuwa aende hana passport. Hapo ni very professional kidogo baba. Hatukuconfirm hizi vitu huku kwa zoezi tujue wewe nani ana. Si alisema inatoka. Sasa si yeye ana control ama majamaa nao ni time inaenda. Ni mchezaji mgeni. Sasa amepewa hiyo time. So last minute passport haikutoka. Na hata kwa registered passport yake haikuwa itoka. Hako registered kucheza CAF. Kwa sababu ukiniambia CAF mimi najua registration inafanyika mapema. Sasa hii majina za wachezaji. Hii ni Sekafa. Sasa si after Sekafa ndo tukarudi tukacheza sasa CAF. Huyu jamaa kwa hata register. Mimi nikapigiwa. Mbona official ilikuwa na mforce basi? Simekwambia kuna mambo mingi nikikueleza story ya Zimaria na hawa. Nimekuambia kuna vitu hizo ni vitu, hiyo ni system. Inaendelea Kenya. Unaona kila window unaona watu 15 wametolewa, watu 10 wamesaini. So hizo vitu ndio inaleta kitu kama hii. Na hiyo time kitu mzee alikuwa amewablock. Ilikuwa ifanyiki. So hii kitu ikarudi. Ndio unaona sasa mimi nakuwa victim. Mimi ni mtu mimi napendeka kujiongelelea grau. Siwezi jiongelelea nje. Mimi
najiongelelea ground nikikaa nje. Najua pressure iko kwa coach juu sichezi. Lakini nikicheza coach amejitoa, ni mimi nijitetee. Unaona? Sasa mimi nitajitetea ground. Sasa ndo Zibaria akinipea time nikakajitetea ground. Dylan Kerr akakuja akanipea time. By the time Dylan Kerr nilicheza full back. Nilikuwa naweza side ya left. After Marcelo kutoka. Nilikuwa nacheza back 3 but nilikuwa nacheza side ya left. So mimi mtu nilikuwa naongoja tu nikuwe grao. Position naye ndacheza yote hapa nyuma hadi defensive midfield ndacheza. Nimezicheza hizi timu zote. Nyuma defense yote ndacheza. So kuniweka kwa grao haikuwa ngumu. Noma sasa hapa ni mimi napigiwa simu watu ready wako airport. Nikaenda Tanzania, nikaenda Rwanda. Hata kwa video zangu nakuwa nimevaa namba 30. Namba 30 si jezi yangu, mimi nilikuwa navaa namba 4. Hata mafans walikuwa wanajiuliza mbona navaa 30. But siko hiyo wajibu. Wajibu sahihi. Nilivaa 30 juu nguo yangu iliachwa. Kwa hivyo wewe uko kwa kikosi kabisa tola. Sikuwa kwa kikosi, nguo yangu ilibaki. Hapo alichoma kidogo. Sasa huyu alikuwa anataka tutumie namba 30. So ulivaa jina hata si yako. Haikuwa na jina, ilikuwa ni blank. Nguo blank. Jezi zilikuwa blank. Kavaa tu sasa jezi juu. Jezi zilikuwa ni jezi zinaenda kutumika hiyo season. But sasa wako wameweka majina. Mentally ulifeel aje? Mimi nilifeel poa. Juu nimekuambia ndamjibu wapi? Kwa kiwanja, mimi nilifeel poa na ninashukuru God juu mostly vitu zenye zinanikujega hivyo mimi mimi hujibu ground. Mimi frustration yote ya ball anza napeanaga kwa kiwanja. Mimi sitawahi fight na mtu huko nje. Juu kazi yangu ni ball, hiyo ndio naweza kujibu naye. Mimi si majembe na ngumi. Bana. Hata kupigana itakuwa ni story ya ground itafanya mimi tupigane. Nimecheza unaanza kuni hivyo sasa hiyo nayo tutapigana unaona. So tuka travel tukaingia Rwanda. First game ndio nilipiga bao ya kwanza. Mwenye uko uende. Full back tu. Nikanyaga tu juu nikainua kichwa nikaona kipa ako mbele. Kamchukua. Net. Mtu ana celebrate. Sio ni ati. Wewe uko unafanya vitu ana celebrate. Hadi Mlami akakuja Mlami alileta noma. Aje huyu kijana huyu msiwe mguza. Alileta noma. Mlami alileta noma. And half time. Hiyo tournament nilicheza na namba 30. Na nilitokea kama kwa team of the tournament. Nilitokea na full back tu. Na sikuwa niende. Sikafa. Nilikuwa kwa team of the tournament. Mambo ya Mungu. Unaona kama mimi nilijibu grao. Hiyo story na ikaisha hivyo. Shima ilidumu. True. So vitu zikiendelea hivi kumbe bado natafutwa. Unaona? Kumbe bado mimi natafutwa na mimi sijui. Kocha akachange, Okutea akatoka, mwingine akakuja Polak. Polak pia kukuja ikakuwa tena ni hivyo. Polak anashangaa huyu kijana mbona mnashinda kama mchezeshi. Mnanipega tu hiyo option. Hata kuona huyu kijana. Hivyo tu Machakos. Kachukua namba 10. Tena kwa prove wrong. Hivyo tu grao tu. Mimi si mambo mingi si nimekwambia siwezi. Mimi ni grao. Nikilemewa grao. Hapo sasa ndo nitajua nimelemewa na nitakubali. Na sasa hizi vita unapigwa nje ya grao.
Si hawa ndio wako technical bench hapa. Si mtu wako kwa technical bench hapa tu. Mlami ni mgeni. Sasa wewe ndo macho ya mlami. Nani anafaa kusaidia mlami? Si wale wa Kenya, wale wamekuja Kenya si wanapewa mtu anamsaidia hapo. Hao ndo wanafanya hizo vitu. It's either anamsaidia ama anamsaidia. Okay. So kuna ma assistant coach wengine. Wengine ni wazuri. Get you. Mtu kama Ziko tumekuwa naye, Ziko ni mtu mzuri. Ziko assistant coach. Wewe unajua mwenye alikuwa anakuchimba? Nani? Mwenye alikuwa anakufanyia hizo vitu ulikuwa unajua ni nani? Mwenye alikuwa anafanya hizo vitu? Akiwa assistant coach. Unaweza mtaja? Sitaki kumtaja. Si yeye bado anaendelea na career. Atajianika tu huko mbele. Okay. Yeye si baada kwa ball. Itaonekana tu. Okay. Itaonekana tu. Okay. Baada kwa Gor? Alitoka Gor. Alitoka Gor, alipigwa. Timu ilinyoroshwa bana. Jamaa alitoroka mwenyewe. Acha na Mungu bana. Kweli. Acha na Mungu. Hiyo kulustaki naendelea mseme Kierere. Babu unasema hiyo kupigwa nini? Heri unajua imepanda. Kwa hivi na hivi na hivi, wacha nisiendelee. Wewe alipigwa, alijitoa mwenyewe. Hakufukuzwa, alijitoa mwenyewe. Mafano wa Gor najua washajua ni nani. Wacha wajue, mimi sijawaambia, mimi sijui ni nani. Tu hivyo ndo ukaamua ukatoka. Hapo bado sijatoka, si hapo bado niko na Polak. But sasa unaona frustrations huku ndani ziko. Sasa nimeumia. Si ndio? Tumeenda hiyo game ya Kongo. Hiyo game ya Kongo hata mimi ndo nilifunga. Away goal. Unaona? Ama jamaa nikiumia, ama jamaa walituleta ndio sasa nilemewe sasa kabisa. Nikamwambia kocha nitoe. Nilitoka kama tuko 1-1. Walifunga bao pili wakatutoa. Ngaisha 2-1. Niliumia na injury, COVID ika happen. Hatukucheza game nyingine nje. Tulirudi, tukatoka kacheza ligi kama 3 weeks. COVID ika happen, kila kitu ikasimama. Sasa time ya COVID ilinisaidia. Hakuna kitu nashukuru sana kama hiyo duration ya COVID. Juu injury yangu ililetwa na grau. Kuna hii muscle iko hii tendon inapita hapa. Inajiita ITB. So unajua pia hii kuumia pia una learn more. So kuna hizo vitu ni learn na hiyo injury. Hiyo injury ni kitu inafaa ikuwe more like inakuwa relaxed. Unaona? Inafaa ku relax. Si kitu tunaweza beba chuma itulie. Si ati kitu doka anaweza idunga shindano ipone. New tightness, relax ipungue. Tightness ikiisha. Unarudi tu sawa. Okay. Hiyo banda ndio ina connect magoti na huko kwa iko huko kwa hip. Inakimbia hivyo na huko kwa hip inakuja. Tushikane. Tuinue game. Msisahau. Game inatuhitaji. Tikitaka tawakumbusha. Subscribe. Hiyo injury na COVID. Hiyo injury ilikuwa inataka time mob. Okay. Baada ya duration ya COVID ikanisaidia. Mike nilipona. Lakini nilitrain. Juu ilibidi sasa nianze kitu ningekuwa nafanyaga like daily nikitoka tizi. Sasa ilibidi nianze kuifanya time nimeumia. Baada sasa unajua unaifanya na uko in pain, sasa inabidi uende gradually mpaka time pain inaisha. Na sasa uanze kuwork on hiyo tendon relax. Sasa ni kitu ligi ingekuwa inaendelea nilikuwa nirudi
nilikuwa nirudi tu huko end of the season. Nikitulikula karibu sijui 7 months. Ilikuwa serious? Ilikuwa serious. Juu nikiumia Kongo, hiyo nikitoka Kongo, nilikuwa hata siwezi turn. Okay. Mguu iko sawa haijafura but siwezi turn hivi. Mimi nilikuwa nakimbia hivi straight. Nikisikia nikiturn hivi inakata kama wembe hapa kwa side. Sasa ni hiyo tightness ninafanya. So nikapona. Kupona sisi sasa hiyo ndo time Betsafe inaingia. Wejua ile time yote tumekuwa tukiishi hakukuwa na do. So mimi nilirenew contract in between. Kuna signing on fee nilikuwa na Daigor. Kuna hizi areas za salary na Daigor. Sawa. Sijalipwa. Betsafe imekuja. Kitu lichezwa hapo. Sijui walikuwa wanataka kukula pesa yangu. Unaona? Okay. Ama wage bill ilikuwa iko juu. Juu kitu nilisikia ni wenye wako na areas mob tunawatoa. Mnalipwa afu mnatolewa ama tunawatoa? Unaelewa? Sasa kutoa haikuendelea mnalipwa ama tunawatoa. Nyinyi mnatolewa tu kwa timu. Patamu. Sasa mimi ndo nilikuwa na bili kubwa ndio sign on fee. Okay. Unaona? Nikirenew sikulipwa sign on fee. Nikijitibu nilikuwa na receipts. Nilijitibu na do yangu. From kila kitu mpaka rehab. Na nimeumia mara ngapi? 2. Nimejitibu zote. Ya kwanza nilipata fracture. Machakos. 2018 sikuwa nimelipwa hiyo do. Ya rehab sikuwa nimelipwa hiyo do. Records ziko, receipt ziko. Nilikuwa naenda nikitoka OC napewa receipt na kuja naweka. Napewa receipt na weka. Na share na do kwa team. So hizi do nilifaa kurudishiwa. Hizi do sijarudishiwa. Jua nini? Team ina struggle. Sawa. Mimi nilielewa. Si niko na contract na run. Watanilipa. Bado contract yangu watanilipa. Kwa sawa. Juu hata niki renew hiyo contract nilikuwa ndo nimetoka hiyo injury hiyo. Unaona? Hiyo fracture. Niki renew 2018 nilikuwa nimetoka hiyo injury. Nika renew. Si niko tu sawa tunaendelea. Sasa hii time inafika natoka. Nikawauliza areas vipi? Nafaa kulipwa? Ama sifai kudai? Hii ni Nairobi. Hii ni Nairobi. Hata saa hii tunapiga mikakati ya sapa saa hii vile tuko hapa, si ndio? Si ndio? Watu wamekula lunch. Kuangalia magorofa nini tumekusaka. Watu wamekula lunch. Nimepiga hizo season zote. Nimekuwa nikisurvive na nini? Handouts kama watu wengine. Tujawahi lipwa full salary hivi. Sawa. Ni mchukue hii 40, mchukue hii 20 hivyo. Namshukuru sana Bwana Kidiwa pia. Alikuwa ana come through. Juu kidogo nilishakuwa senior, so nilikuwa naweza ambiwa timu iko hivi na hivi, ongelesheni vijana mvumilie. So hiyo ndio imetusaidia tukashinda hata hizo ma titles hizo 4. Juu ya nini? Tulikuwa hivi. Tulikuwa tunaweza goma hiyo kukosa kukuja tizi. Lakini tukiingia na wewe Kisumu unakula fo. Tunachukua. Na unakula touch juu. So ilikuwa ni poa, kila kitu ilienda poa. But sasa hapa kwa kulipa. Mimi Gor Mahia sikufaa kufika hapo na Gor. Okay. Sawa. Sikufaa kufika hapo na Gor. Lakini madhara usipoa kwa hii maisha. True. Sipoa. Kama kuna mtu nimedharau pale nje nimesema pole. Lakini madhara usipoa. Nilifanya kazi, sikuwahi ruka tizi,
Sawa. Sikuwahi goma kwenda game. Okay. I performed all my duties as per the contract. I followed everything. Sawa. Watu hawajui nilifuata kila kitu, ilikuwa kwa contract. Gor Mahia hawakufuata contract. Na ilikuwa ni tuelewane na hatukuelewana. Kwa nini? Kuna mtu mmoja anaitwa Sam Ochola. Wewe utatafuta kuna post gani Gor, mimi sitaki kumjua. Jua mtu ndo alileta hii shida yote. Sam Ochola ndo alikuwa ameingia kwa ofisi. Nilitoka kwa ofisi nikaongeleshwa na hiyo ofisi. Nikaambiwa tunakurelease, coach amesema huko kwa program yake. Okay. Nikamwambia ni sawa. Mnimalizie madeni zangu. Kwa hiyo harakati niko free. Zambia nishapata timu Napsa. Wanaongoja nini? Release yangu. Hao jamaa wameanza kunizungusha Gor tena kwa release. Na contract imeisha. Si tushakaa chini tumeagree. Kocha huko kwa plan za coach, so unaweza enda Sakanya. Nikaambiwa nipeleke niwaambie na wadai how much kila kitu. Nikatumana kila kitu. Wakasema ni sawa. Wekea hiyo dosi kuna kuja nini? Release. Okay. Nilienda release mic. Napewa release na waliza pesa. Ama jamaa waliandika tumeagree na mutual consent. Hao ndio wameandika. Hivyo ndio umetoka hiyo release yangu ilikuwa inasema. Okay. Tumeagree na mutual consent. Na hakuna kitu yote nadai club. Santa. Hello. Pata. Ukumbuke kuna meeting tulikuwa nayo before. Ukaambiwa wakati wa kuja release mchele yako yote tusalimiane mkono. Wewe uende hivi situende hivi. Nikaandika kila kitu. Wakakubaliana na. Receipt umeprovide. Madeni yako yenye unadai umeweka. Kwa mimi. Au waangalie tu ni hivi. So hii meeting ilikuwa kuambia hapa nayo unaona umeweka shilingi 2, but sisi kwetu tunasema ni shilingi 1. Vipi? Kumbe kidogo mutual consent. Kumbe kijana Kisumu washajua Nairobi. Mchezo unafanyika hapa katikati. Na mimi nimeshakaa Gor. Unaona? Nishakaa Gor. Kwa hiyo mchezo hawezi nichezea, nishakaa Gor. Sema wewe ndio hatari. Wewe ushasoma mchezo. Huko juu. Wananiuliza ni kwa nini natoka. Kwa ofisi tu hapo ya Gor bado. Nakwambia huko juu. Wao ni majamaa wenye hao ndio kama signatories kwa club. Hao ndio wanakuuliza. Rada. Mimi najua unatudai. Sawa. Na hii imefika hapa aje. Nawaambia mimi nilitwa meeting. Nikaambiwa coach anihitaji. Hakuhitaji aje. Ni maneno leka kwa mdomo ya coach ama ni kweli kocha kwa anihitaji? Sasa kipindi ndio hii sasa. Coach hiyo kitu limfikia, coach akanipigia. Coach ako Scotland. Ananipigia kutoka Scotland. Wellington, I never gave out. I never gave anyone a list that is having your name. You are in my plans. The last game we played, you're the one who scored in Congo. You are in my plans. You are my player. Okay. I don't know that list. Santa. Masikia kipindi? Simekwambia mimi ni mwenyeji hapa ndani. Ushajua. Kocha kaniongoza. Nikapigia wale wa mbele. Wenye wana decide nini? Pesa zetu. Sawa. Kina chairman. Chia akasema aje? I will have a meeting with them. Sawa. I will have a meeting with them. Sasa si hapo ndio hiyo kipindi ikafika nini? Kwa release. So wale majamaa hadi wao wakakubali wanafaa kunilipa. Nikamwambia
mnipedo zangu. Kumbe deal yangu ya Zambia wameshaisikia hapa ndani. Okay. Jamaa ana chase ile do. Nani sasa? Mimi. Wamejua una chase hiyo do ya Zambia. Unaona usiku. Ikipita window ya Zambia inafungwa kama sijapeana release. Sasa nafaa kuchukua release mbio. Kweli. Unaona? Sasa vile waliandika release, nikamwambia mutual consent hakuna yenye nimeagree na nyinyi. Na hakuna mali. Mnasema saa hii siwadai. Nimefanyia hii club kazi na nimeshinda hii club titles bila hata willing allowance. Okay. Na willing allowance iko kwa contract. Haikuwa ati ni bonus. Iko kwa contract. 5,000 imeandikwa kwa contract. Okay. Haijakuwa honored. 2 season. Salaries zimekuwa zikirukwa tukipewana hizi manusu. Hizo zingine sijui nizite quarter. Hizo zote zikipile zinafika hii figa, hizi zote mmeziruka. Mnaziruka. Haya, mimi niliumia nikajitibu, niliumia on duty twice. Nimejitibu, hakuna reimbursement. Ochola, nakuja kukuuliza, wewe ndo niliweka kwa hii meeting na wewe ndo uliniserve barua ya kukuja hii meeting. Unaniambia nikipenda niende kwa court. Okay. Na kusema once. Aliniambia ukipenda uende kwa court. Nikanyamaza nikakaa hapo nje. Tena akarudi. Nikamuuliza tena akaniambia nishamalizana na wewe. Ishakuwa hivyo tena, ishakuwa ya hasira tena. Mike hapo ndo nilijamu. Nikaenda kwa chairman. Kwenda kwa chairman nikapewa hiyo release letter. Nilikuwa nishatumana ya kwanza. Kutumana ya pili ikakuja, walitoa ile mutual consent. Walitoa ile mutual consent. Kwa saa hii iko vipi? Sasa saa hii inasoma watanilipa later. Unaona? Nikasema to agree date mtanilipa. Napenda. To agree a date, to sign against the dates. Ni haki yako. Sasa tuandike chini hiki tumesema hapa, tuiandike chini. Tuisign. Na date. Wakakata. Walisema tu watanilipa unaleta date. Na wakakata. Leta date ni gani? Uzalipo 2040. Kweli. Bado ni date. Bado ni date. Niambia utanilipa lini? Naenda kulipa next year tuandike. Tarehe fulani. Mimi niko hapa kwa njia naenda wapi Zambia. Utanilipa next year, nitaongoja next year. Niko patient. Nimekaa 2 years sleep. Niko patient, nitaongoja. Haikufanyika. Nilipigia agent akaniambia wameharibu deal yako. Kweli hapo iliharibika, si umeshachelewa. Hao majamaa wakienda into contract na hii kitu musaini itakuwa ni double signing. Unadai goro bado. Okay. Unadai goro bado na umetoka bila release. Unaona? Juu umetuma nini release mbili. Sasa majamaa wakasema nini? Nimalizane na goro nikuwe free. Release zinakuja mbili na zinajicontradict. Wewe imagine wamejiexpose mpaka huko. Juu ya vile wameandika release twice. Wananiuliza what's happening with Gor Mahia. Hiyo dililisha hapo. Sasa hiyo niko na mpaka ya ticket, mimi nafaa kufly usiku. Yaani shalipwa. Mimi nafaa kufly usiku. Nenda Napsa, mimi ni mchezaji wa Napsa. Nikisign tu hiyo kitu hivi, nipigwe picha, mimi nafika tu huko formality. Nilikuwa baki sana formality, juu ningefanya kila kitu online. Tumeona hata ule kijana wa Liverpool amesign juzi akiwa US. Naelewa wewe unafanyika hivyo. Sasa ilikuwa iko hivyo. Nilirudi home na uchungu.
Pole mzee. Dili imeruka. Wameniruka do zangu. Ngoenda penye unajisikia. Ile nyingine huko ilikuwa na dopoa nini? Huko na. Nimeruka zote. Nilitoka kwa ofisi ya Gor kama saa 1. Na niliingia huko saa 8. Saa 1 jioni. Labda mjamaa achana na historia Zambia. Kwa saa mguu bado hajakatika. Tulishatoka home. Tukikutana na ndovu kwa mawindoni leo, akiniua tarudi home. Nikimuua leo tarudi home na furaha. Tarudi home na nini? Kama happy ka shujaa. Bas. Sasa leo ija happen. Hajaniua. Bado tuko hapa. Haikuchukua 2 days. 5. Kijana yangu nimetamani kufanya na wewe kazi. Njoo. Njoo coach. Sinafaa kuungana ofisi. Nishasema. Njoo. Umalizane. Umalizane na task. Mungu tu. Nenda kumalizana na task. Niko very fresh. Nimecheza ball kama 7 months ago. Covid ndio inaisha sasa. Uko umehi. Watu wanaanza kufanya hizo vitu wale wanadungwa mapua hizo. Hizo vaccine hizo. Nilichapwa taska. Ndio hiyo ni harakati tu kidogo. Si unaona imehappen nikiwa Gor. Ndio tukirudi tizi. Nikavuka huko. Kama sijui 2 weeks. Already niko taska nimesign. Sasa vile nilirudi home. Taska ndio home. Taska ni home. Taska ni home kutoka utotoni. Kabisa. But hapa ido nilisema wananipea juu ya uchola. Hajakuwa ajui anything, hata juu vile hizi dozi accumulate, lakini ananionyesha madharau. Na ameitake ni kama alikuwa na nini, ni mkali. Kuna respect. Hakuna respect kabisa. So umse alitokea wapi Sam? Si hii election ya Gor. Okay. Sasa ni ofisi mpya. Sasa unaona mali ofisi mpya ilikuja sasa ofisi mpya inakuorganize vitu. Sasa walikuja kufanya damage control. Ndio wakapita na sisi. So mimi nilitoka nikamwambia ni sawa, mimi nilitoka na hiyo release, nikapigiwa atirudisha hiyo karatasi, nikamwambia sirudishi yangu. Simulilipea. Na mkanipea wengine pia. Kuna zote. Ni sawa. Mimi kaeni na pesa zangu. Hatuja agree. Nikakata simu. Kesi kaanza. So kesi inaanza kama unacheza ball. Kwa hivyo kesi ilianza kitambo sana. Okay. Kesi imeanza kama ndo nimesign task. Sasa mtu akijua nilisign task lini, ajue kesi yangu ilianza lini. Okay. Nimeingia task, kesi kaanza. Wakatumia mabarua. Sawa. Wakakuwa served. Wanaziasiu. Hawaku respond. Hadi chea. Hiyo barua ukitumiwa, hata wacha hiyo story ya chea kwanza ni kujibu. Mimi nilijipata nafanya kesi na famu ya vice chairman wa Suna. Ndio walikuwa wanafanya nao kesi. Hao ndio sasa walikuja. Pia vice chairman wa Gor alikuwa pia ni lawyer. Wa Suna. So wanakuwa served hizi barua, hakuna mtu anazijibu. Na hizi barua ni ya kuku prepare for hii kitu, yani isiende far. Unaona? Isiende far. Sasa hapo ndo mnaweza isolve out of court. Hiyo barua hiyo mtu anakuwa served ya kwanza. Ilikuwa isolve out of court kwanza. Haikuwa hivyo kufika kwa court.
Lawyer na anatuma tu demand letter. Demand letter iko cost anything. Sasa demand letter ukiziskip ziko na period. Ukiziskip sasa ndo tuna sasa kanyaga tena mbele. Mimi niko Tusker, mimi napiga ngoma. Kana songa tu. Nikashinda hadi ligi. Ukabeba ligi. Beba trophy 2 Tusker. Mimi napiga tu ngoma yangu Tusker pale. Kesi inaendelea, nikashinda kesi. Na uko na kaka mse, uko na vitu zingine za nje, uko focus sana. Ndio ball na kuaga sasa pombe yangu mimi. Okay. Mimi hata nikiwa na stress. Ball tu. Mali tu hata watu wetu nicheza nao tu ball. Dakika hata 20. Hayo stress imeisha. Kwa fiti. Imeisha. Mimi sikunywa pombe. Kunywa maji na Red Bull. Okay. Hapo nimeenda sana. Okay. Lakini ngoma. Ndio kwa hata nimeshinda girlfriend ndio. Sasa ndio number 1. Ni first girlfriend. Haijawahi ni betray. Wallahi. Haijawahi ni watu tu wanakubetray through it. Haijawahi nikosea, imeniweka hata nimeishi vizuri, nimefika England bana, kama si ball. Nini ingenifikisha? Na umetembea pia Afrika naye passport imejaa. Tuko muri mingi sana. Imejaa, niko kwa passport ya pili. Ni ball tu. Ball ni best ya, hakuna best nyingine. Ni ball. My first friend. Hata kwangu hizi kosa ball. Kuna ball kwa nyumba. Nice. So mimi nikiwa Tusker, kesi inaendelea. Nikashinda kesi nikiwa Tusker. Okay. Nafanya kesi online. Nilishinda kesi. Ama nikuonyesha hapa niko na evidence. Si ilikuwa kwa media. Achana na ile, nilishinda kesi. Achana na sasa ya auction. Okay, kwa hivyo ulikuwa unashinda kesi. Nilishinda kesi, nilikesi na Gor. Sawa? Nilikesi na Gor, ikaenda mpaka tribunal, ikafanya nikashinda kesi. Santa. Wakaambiwa wanilipe. Hakuna mali iliyekwa. Hiyo haikuwekwa mahali. Hiyo alicheza kachini tu. Ni mimi niliwaambia hapana. Kama watalipa wacheni hiyo story ishi hapo sasa. Walikubali watalipa? Nani? Goro walikuwa wamekubali. Sasa already wameshindwa kwa court. Sasa si wanafaa kuhona. Mimi nikajua watafanya nini? Watakanja. Nikasema nini? Hata msipost. Nikamwambia lawyer jaribu ikuwe silent. Nilinyamazia. Wakafanya nini? The honorable vile ufanye mitini. Lakini maforeigner nayo wanakanjwa. Maforeigner hata kesi kidogo wanamalizana. Tutaenda FIFA unajua. Sasa mimi mbona nisiende FIFA na FIFA yangu ni tribunal? True. Kweli. Sasa mimi nikakuwa na tribunal, nikarudi sijalipwa. Okay, walisema walipo. Gora kukuita hata kando kwambie bro, tumeambiwa hivi, tufanye hivi na hivi na hivi. Nakuja hapo sasa. Nikarudi tena. Wajanilipa. Warudi kotini tena? Wajanilipa. Na huku ngoma inapigwa tu. Niko tu Tusker mimi bado season ya pili tena. Nishashinda hiyo ligi ya kwanza, niko ligi ya pili. Napiga ngoma. I think ilikuwa ni kitu mid season. Lawyer ananiambia tuna file execution. Ujue hiyo ya auction pia inafailiwa na kesi tena mpya. Okay. Mnaambiwa mtakuwa auction. Mnaambiwa kila kitu. Mnakuwa alerted. Wanaziasimu. Hadi kapitishwa tukapewa execution. Okay. Lawyer akachukua auctioneers. Hiyo basi ya Goro unajua ilikuwa auction ya kwanza. Unajua auction ndio ilikuja ikaonekana. Watu nadhani kitu mimi nilienda nika auction basi. The court ilipeana orders. Okay. Za auction. Okay. After walikataa kunilipa, the court ilipeana. Okay. Zilitoka kwa court. Si mimi. Ala. Sina uwezo.
Yeah, sio wewe kweli. Na mimi sikuunda sheria. Yeah, true. Contract ilikuwa ni ya Gor. Ni justice tu ilikuwa served. Na kila siku ikikuwa served inaanguka pande moja. Sio unaona hiyo? Kweli kama weighing scale. Inaanguka pande moja. Yeah, true. Ilianguka pande yangu. Nashukuru Mungu. Hapo ndo basi ilienda. Ndio basi ilikuwa wote pesa yenyewe unadai? Haikuwa hivyo. Inakuwa ni wanauza nini? Yenye inaweza recover nini? Ganji yako. Hiyo ndo value hiyo basi. Auction ni hivyo. Hata gari kama umekosa kulipa loan, ile pesa imebaki. Ndio wanaweka value hiyo gari. Sasa mwenye anakuja kuchukua hiyo gari, anafanya nini? Analipa ile ganji. Hata kama ulikuwa umelemewa 200k. Hiyo gari itauzwa 200k. But sasa unapata kuna zile mafi. Hizo mafi ndio zinaongezaga, unaweza pata tena fika 400 ama 500. But unapata loan yao inalipa hapo ni kama 200. But sasa zile default nini zinaongezaga. So hao jamaa basi ilichukuliwa ya kwanza. Kuchukuliwa ya kwanza. Hapo ndo sasa wakaanza kufuata mzae. Nani sasa? Bango. Kwa nini babako anatokea wapi kwa history sasa? Unaona over 18. Unaona Duda? Kuna mtu anaitwa Duda. Sisi kama unamjua. Nimemsikia. Alikuwa ni kisign Gor, alikuwa kwa hiyo docket ya Gor. Kwa hiyo ofisi. Duda na babangu. Wamesoma Kisumu Boys. Unaona? Hiyo ndo relationship yao. Ni mabeste. Wakati wa kitambo Wasuna. Babangu pia ni Wasuna. Unaona? Sasa kuna hiyo relationship ya nini Wasuna ni wa huko Ushago. Kwa karate huko. So kwa hiyo clan yetu kumbe Wasuna pia. Sasa si ndio hao wawili wanashikana wanaanza kuvuta nani? Mzae wako. Mzae after ile first execution ile walishakataa ile ya kwanza walilenga. Sasa si basi ilivutwa ikaekwa auction. Sasa ikiwa auction si watu wanabid. Gor ndo wakabid. Sasa sina Jagor mwenye ngana gari ya kibidi. Hawezi uza. Sasa akabid. Ile bid haitoki. Haitoki pale. Unaona? So hata kwa movies unaona vile watu wanabid wanaona. Sasa mwenye amebid ndo anaihold. Sasa Gor wakaihold. Siku zikapita. Kuihold ni wanaihold yo sort kwanza before basi iende ama si wamebidi. Sasa turudi tuongee na nani Buda huko. Budako. Tuongee na Buda wangu, Buda wangu niongeleshe tu solve nini out of court. Sasa hapo pana usu Budako hebu niambie. Sasa Buda kanipigia nikamwambia sasa ndio umewasikiza na umefanya vizuri but it's between me kesi yenyewe iko hapo, it's between Wellington and Gor Mahia. Wewe ausiki. Wewe unaingilia. Na wangefanya hivi ile time tulikuwa tunatuma demand letter ingekuwa rahisi. It's out of my reach sahi, out of my hand sahi. Mali imefika si mimi. Ni mali hata ina haiwezi reverse. Haiwezi. Juu ukishonyeza unafaa kulipwa. Haya, lawyer ndio file hizi vitu zote ametumia ganji yake. Very true. Unaona? Mimi pia nimewekelea do. Hizo vitu zifanyike. Kweli. Hakuna kitu imeenda hapo tu imefanyika na ya Kaisari. So ikakuwa hii auction paka iende through. Wakarudisha gari. Wakakaa nayo. Sasa Siloenda akawa round ya pili. Mzee akawarudisha tu kwangu. Akawaambia iko beyond mimi, mali mulishafika. I think kijana mimi nikimfuatilia alikuwa ananiambia progress yote. So hiyo ni yeye na mimi siwezi ingililia vitu zake. Huyo kijana mimi nasikiaga amepiga move
amefanya hii but sijaiona kama ameenda wrong mahali. Okay. So ni mtu mkubwa. Is someone kwa government ako na ID. So sidhani kama ako wrong. Na siwezi nitafia na vitu zake pia. Cause ni mtu ameamua maisha yake. Na kwa maisha yake sijui kama ameenda wrong. Sasa hivyo ndo mzee aliwaacha. Majamaa sasa si ile, unajua zile siku zenye ile bidii waliweka inakuwa na masiku ikaisha. Ngoja nikuulize. So kwa story yote badala wasio kusaki wakaenda kusaka budako. Wanaenda kusaka budangu. Anyway, okay, na find that awkward kwa sababu uko hapa Nairobi. Sasa unaona tu bado hiyo disrespect bado inaendelea tu. Bado wameenda kusaka buda. Na wanaona hii kitu iko hapa hivi. Juu mimi nimewambia mimi haiwezi, wakaenda kwa buda, nika buda. Sasa nashangaa buda ni nini? Na mimi nishawaambia haiwezi. Niwaambia mimi mali imefika, it's above me. Ni sheria sasa imechukua mkono. So au kurudi kwa buda, ikabidi warudi kwangu. So kurudi kwangu ikakuwa ni noma juu wanaelewa sheria mali imefika. Ile walikuwa wanataka tu kutumia bakdo. Sasa ile bidi vile iliwekwa siku za bidi ikapita. Gari kurudi kwao. Tukarudi inaitwaje? Labor. Tukapewa tena ruhusa tena ya execution tena. Lawyer karudi labor akapewa tena go ahead. Ikachukuliwa tena, hii kuchukuliwa ya pili. Hawako wanajua anything. Gor sasa. Mali tu gari inawekwa, hakuna mtu alikuwa aware nini. Sasa ni auctioneers walifanya vitu zao. Hiyo ni kazi yao sasa. Sasa walichukua wakaenda wakaisunda mali julikani. Kuisunda walikuwa already washapata baya ile time ya kwanza. Sasa bidi kakuja tu kama baya amechukua. So wewe ukuuza basi? Hapana, mimi sikuuza basi. Mimi nafikiri hata uliweka kwa barabara kidogo na kuletea kitu. Hapana. So auctioneers ndio waliuza. Ilikuwa auction ndio basi, ilikuwa auction na auctioneers. Na ni kitu kilitoka kwa court. So the same way FIFA inafanyaga nini, si wanazuiwaga kufanya transfer. Kweli. Ama DFKS. True. Sasa hivyo ndo the same way. Ningekuwa na uwezo wa kwenda FIFA but mimi ni local. Sasa mimi yangu inaisha na hapa hivi. Hizi pita hapa juu hizo boundaries zetu. But foreigner ako covered na FIFA. But mimi ni local. So yangu inakuwa exhaust na hapa ndani. So hivyo ndio ilikuwa. Hivyo ndo story ya basi ilikuwa. Story ya basi ilichukua karibu 3 years. So all this time you have been fighting, hakuna siku Gor official shakuita mkae dialogue? Hiyo time yote hakuna mtu aliyeniongelesha. Na mimi pia sikurudi kuongelesha. Unaona vile nilichukua release, hiyo release walinipea hizo mapepa. Hivyo ndo mimi nilitoka. Hizi zingine ni lawyer alikuwa na communicate nao. Mimi hakuna mali nili communicate nao tena. Hadi hizo vitu zote zikafanyika. Hizo vitu zilifanyika mimi nikiwa task. Natoka tizi naenda court session. Toka tizi naenda court session. Mafans tuliongea sana, tulikukashifu sana. Anajua mafans kila siku au ongea. Lakini kuongea ni bure. But kuongea unafaa kuwa unajua ukweli. Unaona? Ukweli hawako wanajua au walireact na story ya basi. Lakini hawakumbuki mimi pia ni binadamu. Na kuna mahali nilikuwa na contract na Gor Mahia. Na sikuwa down tools. Nilijituma mpaka the last minute wakaniambia kuko hivi na hivi na hivi. Sasa mimi ni haki yangu niliitisha. Wavucha sidhani kama kuna fan mwenye anakula bure, kila mtu ana work. Na apate nini?
chakula, naishi poa. Sure. Tulikuja kutafuta riziki. Yeah. Kila mtu anatafuta riziki, lakini sasa yangu nilipoteza mo. Nilipoteza mo. Nilipoteza dili pia kwa hiki kitu. Yeah, true. Dili refu. Nilipoteza dili refu. But ni mpango ya Mungu. Ni mpango ya Mungu, ili happen hivyo. But I think to Gor Mahia pia ilikuwa ni walilan. Juu ilikuwa ni kitu ya kwanza imefanyika kwao. Pia walilan. Walilan from your mistake. Juu ilikuwa makosa ilikuwa ni yao. Juu nilishinda kesi kumaanisha hao ndio walikuwa wrong. So mafano kuongea, nafaa pia unaongea kitu unajua. Tusamee basi. Msamaha ni Mungu anasamea watu. Sasa pia utusamee bana. Mimi sina shida na mtu. Tutanganya basi. Sasa tukiomba tu msamaha utunyime bro. Mimi sina shida na mtu yote mimi. Mimi utusamea, lakini bana sisi unajua na kuuza gazeti. Lazima mafans, sisi kama mafans tuongee sana, tukukashi. Nyinyi hamkunikosea. Tulikukosea kwa kupiga debe, kuongea. Nyinyi mko innocent. So tulikuwa tunaongea tu. Nyinyi mko innocent, nyinyi mnaongelea nini? Club. Okay. Unaona nyinyi mnaongelea club. Okay. Of which mngekuwa mnajua ukweli, kuna wenye wange reason na wangekuwa side yangu ama wange choose sides. But it's high time watu watajua what happened. So mwenye anaweza ni judge from me. Sasa anaweza ni judge iko sawa. Okay. But judge mkubwa yuko mbinguni. Lakini after hiyo ndio kwa maana nimekutafuta, umenizungusha sana lakini bro. Sija kuzungusha. Nimeshughuli tu. Siku yako tu ilikuwa ifiki. Wallahi. Nashukuru sana leo ifika mzee. Ndio siku yako. Wewe kwa hii dunia nchi gani ushaitamani kwenda kuvisit? Nilishaenda. La pole basi. Umetamani tu umeenda? Nilishaenda. Yani Mungu nashukuru. Simakwambia mimi nimeshukuru hii safari vile imekuwa. Okay. Kuna mahali nilikuwa natamani kufika Anfield. Ushaingia Anfield? Nishafika mpaka Anfield. Hello. Nashukuru sana SportPesa, nashukuru Gor Mahia. Nimefika Anfield. Nikuulize, tunaweza sema ile term ya ukitaka tupeleke mali unataka ndio ilifanya mpaka ukaenda kotini? No, kuna hiyo term, alafu tena kupoteza deal. Okay. Unajua ile deal ilikuwa ina change life yangu. Sidhani kama ningekuwa in a position ya ku-earn hiyo do mpaka sasa hivi sijawahi earn hiyo do. Hiyo ni Napsa alikuwa anatoa? Ilikuwa ni do poa. Okay. Na hiyo do mali ingeniweka ingekuwa ni a better place than place niko, but it never happened, kumaanisha iko happen basi. Tunahesabu ile tuko nayo kwa mkono. Okay. Unapenda kusikiza ngoma gani? Mimi ni mrege. Mrege. Na mimi ni mrege. Luku yako hatari mzee. Nani anakuvalisha? Kuvalisha na siwezi sema ni mtu mmoja juu ama mabeshte wangu wengi wako kwa hii industry. Beshte wangu wengi wako kwa hii industry. So unapata beshte yako anakushtua, bro, niko na kitu yako moja. Unampromote. Sasa inakuwa hivyo. Sasa selection ndo wanajua. Luku yako unikalia old back in the days mzee. Unanikalia ngatu rumba fulani. Unacheki yani afro nini. Na unajua change yani look tuseme ni kufunika tu uchi. Ni kufunika uchi, hakuna kitu kingine. Ya ajabu sana. Nimekikuuliza nchi gani ushaitamani, ilikuwa labda ungeniambia France, kwa sababu naona labda it's more France, it's more Congolese. Usikizi rumba? Mimi si mrumba. Okay. Mrumba ni ya babangu, sasa tutasikizaje tena hiyo? Okay. So mzae akikuona anakumbuka. Tunaweza gongana hata club na mzae jo. Bado mzae wako ana afro? Mbona picha budako ana afro? Hiyo sasa si ana saa hii, labda yenda amechange. Labda yenda ali-inspire. Lakini hii ni yangu, mimi sijamuona akiwa na, lakini hii ni yangu. Hii ni yangu. No, me maintain sana na for the longest time nikikuona. Do you love Kenyan football? Kenyan football ni uchungu, vitu zingine zinafanyika ni uchungu sana. Ni uchungu. Kama
nchi kama Tanzania iko mali iko saa hii. Na nikikumbuka hapo nyuma vile tulikuwa tunafanya Tanzania, timu kama Simba, Yanga, ni uchungu sana mali tuko saa hii. Tumepiga Simba hapa Nakuru. Tumepiga Yanga hapa Kasarani. Tukapiga Yanga tena da. Unaona? Sisi Gor tulikuwa tuko mbele yao kibol. Tulikuwa tuko mbele yao kibol. Na si ati ni kuongea results. But sasa kuna kitu walienda wakafind right. Na sisi kitu tulifind right, tukaacha kufanya. Tukaingilia vitu hazifai. Unaona? Atu promote game. Ndio makosa kubwa, tu promote game. Promote game ni quality. Quality imeshuka. Quality imeshuka. Kenya imefika sasa mpaka mahali kuna standard age. Standard age iko aje kwa ball, na jana Roro anapiga brace ako 41. Juzi Messi leo ni birthday yake 39. Anapiga tu kazi. Na kuna watu wadogo hapo wanaona Messi, wanafaa kusikia Messi ako na miaka ngapi. Hawa watu wadogo ni nini wanaonyeshwa hapa Kenya? Ikifika ati watu wengine umefika 30 unaitwa mzee. Sisi tumekuwa tu tumesimama kwa fence Kenya, ni mzee ndio watu wanaongeleaga. Na 30 ndio mtu ameingia peak. Una kijana Alpha. Alpha mimi nimeona akikuja kutoka chini. Ingia Gor, Alpha alikuja bado ndio alikuwa anaenda form 1. Alpha saa hii vile tunaongea ndo Alpha watu wanamuongelelea, lakini ile time akienda form 1 hakuna mtu alikuwa anajua Alpha. But kocha alimuona hiyo time. Hadi officials wa timu wanalia, unataka kupea mtu wa form 1 kadi Gor Mahia? But kocha alikuwa anamwambia kitu yenye anaweza nipea, hata wewe senior player anaweza nipea. Na tukuwa na watu hii kwa team. I think hata mimi ndo nilikuwa youngest hiyo time. Kwa wenye walikuwa registered. I think ilikuwa ni mimi. Pata Marcelo ametoka. Nondi. Mwenda alikuwa ametoka pia. Nondi ndiye akatoka. Sasa I think ilikuwa ni mimi na Baju. Unajua Baju. Ndio tulikuwa kama watu hii kwa team. But kuna a lot to learn from wale walikuwa masenior kwetu. But senior namaanisha senior ni nini? Kucheza sana, hiyo ndo senior. Senior ifai kukua miaka. The more unacheza sana, the more una learn more about the game. Na unasaidia wenye wana kuja kutoka chini. Huyu Matano kuna kitu Matano hufanya. Nimewaka na Matano pale Tusker. Matano huwa na mix team yake. Iko na karibu hizo age category zote. Inamsaidiaga na ilitusaidia pale Tusker. Kuna mahali tuseme vijana wadogo, kuna mahali team iko under pressure. Matano akipiga kijana mdogo pressure, huyo kijana ataogopa hata kuomba ball. Unaona? Aizi ji-express. Lakini mtu mkubwa ikifika mahali Matano anampiga pressure, ata change hiyo pressure ya Matano to results. Unaona? Rather than kucomplain, utapata mtu hii yeye anaona coach anamsomea. But coach anataka nini? Coach anataka results. Unaona? Sisi hatuoni anatusomea, sisi tunaona nini anataka results.
So kuna masinya nimekuwa nao mimi nikikuja kwa ball same way vile tulikuwa na Alpha kwa ball, unaona. Sasa hizi Alpha amekomaa design nyingine. In the next hata 2 season wataanza kusema Alpha ni mzee. Usishtuke. Ndio naweza penda kama example nimemuona. Juu watu wengi wajaniona but mimi nimeona hiyo Alpha, naweza penda hiyo example. Jumili imekuwa na generations tofauti kwa ball. Kama umecheza na coach Solo. Umecheza na kina coach Solo, umecheza na kina Fighter, Edgar. Unaona? Na wewe ni Katoi. Umecheza na Denzo Liech. Unaona? Nimecheza na tulikuwa nayo. Sile tumekuwa nayo Gor. Ita wamekuja Gor. Kuna vitu nilani kuuliza kiwa Gor. Unaona? Na uliza kikuja Gor hakuwa ati ni mtu. Si ndio? Ni senior player. Na tukipiga Zamalek, uliza alikuwa kwa bench, hakucheza, hakuanza, alikuwa kwa bench. Na alipoingia, uliza aliingia akafunga. Sawa. Kweli. Uliech kuna kitu aliongea kwa bench kabla aingie na aliingia kaifanya. Yenye mwenye alikuwa ndani alikuwa ifanya. Unaona? So that's why nakuambia hakuna siku tutawai gawanisha hizi vitu mbili. Hawa wenye wanakam mpaka wakue kwa team, masinia mpaka wakue kwa team. Ndio inaitwa team. Ndio inaitwa team. Ama watu wacheze basi wazee Premier League na vijana wakue na nini? Hiyo ligi ya vijana. Isikuwe ati ni Kenya Premier League. Ikifika watu wanaongelelea miaka. Tuna lose. Ukienda game ya hizi za wazee, hizi za wadau, kuna siku nilijipata pale Absa. Tulikuwa najionea pale. Hadi unafurahia. Unafurahia. Juu ya nini pale kila mtu amekoma. So imagine team ya watu wamekoma wote wako pamoja. Ni which kind of football utaona? Utaona mabao, utaona good football. Kila kitu unataka kuona kwa ball utaona pale. Sasa hii tumetoka hapo. Ukienda kwa ligi ya Tanzania, hizo ndio vitu zinafanyika Tanzania. Uingie hakuna mambo ya miaka. Unaweza deliver. Niambie hawa vijana kuna mwenye ameclock minutes mingi kushinda Humphrey Mieno. Tunaweza wahesabu. Minutes Mieno ameclock hii season. Wamesha mcategorize. Si ana deliver. Kweli anapiga 90 mzee. Na 90 na iko na nini? Product. 90 iko na product. Unaweza kaa chini uangalie Mieno amepiga pass. Mieno ametoa timu kwa situation. Mieno amefanya. The difference unapata ni Mieno kwa hiyo game. Timu imeshinda lakini the difference utapata ni Mieno. Mwenye amefunga ndio, lakini difference yenye alikuwa analeta hapa ndani. Unaona? So ni sad sana. Kuna kitu Messi alifanya juzi. Si juzi, ile game ya kwanza World Cup. Na hiyo kitu Rooney alifanya tukicheza na Everton Tanzania. Hizo ni vitu inakuja na uzoefu. Vijana wadogo ni kidogo, ni 1 or 2 ndo wanaweza fanya. So continuation. Rooney alifanya nini? Rooney aliwin ball tukiwa tuna in possession. Unaona? Everton aliwin ball kutoka kwetu in possession. Rooney alipiga hiyo ball touch moja. Akijua kipa alikuwa na move na build up. Kipa yuko in position. Kiko kando yake pale.
the same to Messi akiwin ball hiyo bao ya Argentina hiyo ball akipigiwa na McAllister ilipigwa penetration, Messi akaturn akaskuma akadribble ball akapiga shot, akajua nini kipa alikuwa amesonga na nini build up ya majamaa bila kuangalia. Kuna kocha anaweza kufunza, ni uzoefu. Unajua tu saa hii ni hiyo moment hii na hapo. Okay. So tukikili hii hawa vijana wadogo hawa vijana wadogo wata-evolve aje. Football ni teamwork. Kijana mdogo ukimchezesha na mtu mkubwa ndio utaona nini uwezo wake. Ama kicheza against mtu mkubwa utaona uwezo wake, na hapo ndio ana grow. Lakini ukiweka kijana mdogo na kijana mdogo kwanza atakuwa na nini confidence si mbaya, but overconfidence itaingia. Atakuwa tu sasa ako tu, unaona. Lakini hapa tunatafuta nini? Allowance. Salary zetu kwa hizi maklabu si poa, watu wanatafuta allowance. Moment za kukill game vijana wengi bado unapata hawajajua. So hiyo ndio kitu inafanya boli yetu inaenda chini. Match fixing? Mambo ya match fixing. Match fixing itaua mpira yetu pia. Mambo ya match fixing itaua mpira yetu. Kama hao majamaa wanafanya hiyo kitu. Kama majamaa wanafanya hiyo kitu. Hakuna mtu atakuwa anaenda ground ku train. Na tuzoee tu kuwork. Tuzoee kuwork kuani ile unapewa. Kama unataka mingi work more hard upate ile mingi. Sikuwe tu wazembe. Imekuja na uzembe na shortcut. Kwa hii career ina shortcut. Unaweza piga maujanja zako uko nje upate do, lakini hii yenye mimi na work hard, wewe una work hard, ule ana work hard, alafu wewe unapigwa mia zako kadhaa. Unatukinda. Hiyo si fair. Hiyo si fair. Jinsi tunajituma, wewe uko busy yako grao na ni teamwork. Hiyo si fair. Hiyo nayo si fair. What do you think about AFCON next year? AFCON ama hiyo ni general. Aje? As in, sisi kama national team yetu na preparation, umekuwa hapo. Kitu moja tuko na chance ya kuhost AFCON kama Kenya. Sijui si kukua ama sijui Kenya imewahi host kwa history yetu. Mimi sijui, sisi bado. Basi kama mtu anajua ataweza tu correct kama atakuja kuona hii podcast yetu. But it's a chance tumepewa. Kenya as a nation. Tumepewa chance. Lakini sidhani kama kuna deni ya mtu kuja kushinda AFCON. Sidhani kama tuko na deni ya mtu. Bado. Ndio tuna prepare. Unaona? Ndio tuna prepare. Hata ukiangalia national team yetu, national team vile imekuwa kutoka CHAN, vile wamekuwa wakiita wakifanya ma collapse nini inakuambia we are building. Kuna countries hata saizi ziko World Cup wamekuwa wakibuild. Unaona? Ndio wamefika World Cup. Ball is a process. Haina shortcut. Ball is a process, haina shortcut.
na process inafaa patience. Nilikwambia kuna time tukipiga madrozi Maria alikuwa anapigiwa hadi kelele. But alisema kuna time itawaka, na ili work for 4 years. So whatever coach anafanya saa hii, whatever coach anafanya saa hii ni kitu poa. Ni kitu poa juu kuna team iko, kuna wenye analeta in. Hajasema hii ndo team, analeta watu in. Wenye anawaleta in, kuna quality iko, analeta in, hatuna. Unaona? Kuna quality analeta in yenye hatuna. Unaona kama huyu captain wa Ghana saa hii. Ayu akiletwa Ghana, silitolewa under 20. Ilikuwa ni mwaka gani? Amekasia team for more than 10 years. Na akiletwa siku kulikuwa na watu. Na akiletwa kuna muda alidemand aanze. So alikuwa anakuja kama sub. Hiyo ndo process ya bora. Wewe ni mdeadly. Continue doing what you are doing until your time comes. Bora una train, bora uko fit. Mungu amekujalia maisha. Utapewa chance yako. Itakuja. Utapewa chance yako. Hiyo haina mambo mingi. Ball naye hiyo huwezi jificha kwa ball. Nini ushaitaka kuambia Wellington hujamwambia? Wellington nimemwambia karibu kila kitu. Wellington, I'm proud of Wellington. I'm proud of Wellington. Juu, I've make a name. I've make a name. With the surrounding, with the environment. Imekuwa environment gani, poa, mzuri. Nimemanage ku get something out of it in any jina Wellington. Na haijakuwa rahisi. Ku get there haijakuwa rahisi. Ku have the name Maliko haijakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi. So I'm very proud of him. He's nasema ni determined kuisummarize. Wellington una family? Niko na family. Watoto? Mtoto. So mama yuko kwa nyumba? Mama yuko kwa nyumba. Mbona unafikiria lakini? Najua mimi mambo ya family kwa huko nje. Unapenda wakiwa private? It's a private thing. Kweli? Kama wako ni sawa. Because majority family. Na ni kitu inanihusu alone. Sasa very true. Huko nje. Tuza tu chini. Hivyo tu. Ndio life iko. Mazee mimi nimefurahi sana nimepiga na story. Unajua vile nimekutafuta. Mpaka sasa nilikuwa naona kama tunakukosea. Haujanikosea but sasa unajua timing pia. Timing ijakuwa kienda fiti. Na tunakucelebrate sana my guy. Nashukuru sana. Wewe mtu uko na nini 6. Wa Kenya Premier League mara 6. Si kitu rahisi unajua. Ni hard work. Si kitu rahisi. Hard work. Msikia tumezunguka mpaka Narok. Mazee. Na umechoma makaa, umegonga mawe. Unajua hizo vitu zote. So hizo zote sasa ndo sasa experience. Whatever una face leo ni story ya ku motivate another person. Very true. So hiyo kalamu bado inaandikwa tu.
kalamu bado inaandika tu the story. Nice. Story yako unaona ni ngumu na pata mwingine ina motivate. Unaona ni ngumu but ina motivate another person. Ni kweli. Maze, thanks sana for your time my guy. Haina noma. Nashukuru sana sana sana. Hata mimi nimeshukuru. Vile inafaa. I say, hope umejibamba, hope umeenjoy. Na kama tulivyokuambia, tuko na zawadi leo. Sawa? Na kuna good friend ambaye ameamua mafans mvae t-shirt katikitaka. Sawa? Leo tumepiga story na Wellington. So swali ya leo ni very easy. Na ni kwenye mafans, hope umesubscribe kwa pages zetu zote. Na pia hii mtu mwenye anajibu wa kwanza ndio tutampatia wa contact alafu atushtue. Kwa hii show, coach mgani mwenye amecoach Wellington, mwenye Wellington amesema kwa hii show ndio the favorite coach mwenye amemcoach? Tupa answer hapo kwa comment. Kwa kwanza merchandise iko. Tupatane kwa the next video. Nenda katu ni ku encourage. Usistop sai. Tuzidi kusonga mpaka tufike. Au sio? Usahau kusubscribe.